Tumeona the way ambavyo watu kama wewe wanafanya kazi kama ya kwako wakipagana katika kupokea mwili, jambo ambalo lilizua taharuki sana kwenye mitandao ya kijamii. Hilo unalizungumziaje? Kwanza ningependa niwaambie Watanzania ama ningependa kuwaambia wananchi ama ningependa kuwaambia wanadamu kama kitu cha kwanza kabisa wanaposikia Babu la Bagamoyo, mimi ni Chief Babu la Bagamoyo, ni mtu ambaye natumia uwezo kupitia ufalme wa jeneza na ukuu wa fimbo. Hayo ndio maisha yangu, kwa sababu mimi toka nikue naishi kwenye jeneza na lala kwenye jeneza. Kwa hiyo nina ukuu mkubwa. Mimi sio mganga. Sio, umeelewa? Mimi sio mganga, sina tunguli wala sina chochote unavyoniona, bali natembea na fimbo na natembea na ufalme wa jeneza, ndio ambao niko nao kwa nguvu hizo. Kwa unaposikia Babu la Bagamoyo, mimi si mganga, ila mimi ni mtu ambaye mwenye power tofauti ambacho naweza kufanya chochote ambacho kinachotokea. Na ndio maana baada ya kuona kwenye mitandao vitu kama hivi na trendi, nikaona hapana, kwa sababu kuna vitu ambayo kuna kama ulakini. Nikaona hapa inapaswa niwepo Babu la Bagamoyo ili kuangalia kweli kinachosemekana ni kweli au la. Na ndio maana leo niko hapa, kwa sababu nisingefika. Mara nyingi sihudhurii kwenye misiba mimi. Sio kama sipendi, napenda, lakini kwa sababu ya mimi ukubwa wangu ninapoonekana, nitaonekana yani ni tofauti kidogo. Okay. Ya, kwa hiyo unadai kwamba umefika hapa na ukiona umefika mahali unajua kuna jambo. Labda kuna jambo gani? Kutokana na vitu ambavyo vinavyotrend kwa kuzungumzika kwamba dada yetu ametotoka lakini kwa nguvu za giza. Kwa hiyo kiukweli mimi kama mimi hiyo imeniuma na imenitachi sana, na kiukweli sijafurahia na wala sijapenda. Na ningependa kusema ndugu waandishi, kwanza nyinyi nguvu zenu kubwa sana, kwa sababu ndio zimenifanya mpaka mimi nikaona, na natoa msisitizo kama ni kweli kulitumika nguvu za giza kupitia kumpoteza huyu mama huyu mwanadada, basi hakikisha kabisa kilichokwenda chini nacho pia kitakwenda chini, wala hakiwezi kuchukua muda. Ninachokiamini mimi kwenye uwezo wangu, ardhi ambayo nilioikanyaga na kuzungumza na kutumia nguvu zangu na pawa yangu kutokana na falme zangu ambazo zilizokuwa kulia na kushoto, lazima zitafanya kazi yake na ukweli nitauelewa. Lakini kikubwa zaidi niseme kwamba binadamu tuishi kwa amani, tupendane. Usifanye kitu ambacho ukamuaffect mwenzio mpaka ukamtoa kwenye ulimwengu wa dunia. Sio kitu kizuri ndugu zangu. Yaani hilo lazima tujifunze na tujue. Ukiniona nimefika sehemu, narudia, ukiniona nimefika sehemu Babu la Bagamoyo, sijawahi kuonekana kwa waandishi wa habari namna hii, inamaanisha kwamba kuna kitu na kuna jambo. Na nimekuja hapa na kuwasihi watu wengine pia walete utulivu wa kutosha. Wasilete fujo, kwa sababu msiba, nadhani nyinyi wote ni wafiwa hapa. Hakuna hata mtu mmoja ambaye hajafiwa. Mnafahamu kabisa uchungu wa msiba. Mnajua nini maana ya kufiwa. Hii happy ambayo ninaozungumza mimi sio happy ambaye anayezungumza aliyefiwa na dada yake ama na mama yake ama na mwanae. Ni tofauti. Kwa lazima tuuchukulie msiba kama ni jambo kubwa sana ambalo limetugusa wote, na tulijue na tujue jinsi gani ambayo tutaweza kumwombea kwa wote kwa pamoja, ili mradi akaishi mahali pema peponi. Pengine watu wanaweza kuwa wamekuona leo. Ishawahi kutokea labda kabla marehemu wakati yuko kwenye uhai wake ukazungumza naye au kitu chochote ambacho umewahi kumsaidia pengine labda? Okay, umeniuliza swali zuri sana ndugu mwandishi, lakini ningependa kusema kitu kimoja. Unajua mimi ni mtu ambaye kusafiri sana, alafu muda mrefu sana huwa napendaga sana kujichimbia sana Bagamoyo kwenye mizimu yangu. So mimi natumia nguvu za mizimu. Kwa hiyo mimi nilikuwa sikupata bahati, ila nilikuwa naona hivi vitu kwenye mitandao. Wakati huo alikuwa tayari ameshasafirishwa, lakini nikasema kwamba siku akirudi nitakwenda kuonana naye ili nami nikatie nguvu zangu nikiwa kama Babu la Bagamoyo. Lakini kwa bahati mbaya nadhani Mungu akupenda, nafasi haikupatikana. Ametangulia mbele zake, na ndio maana leo nimefika hapa baada ya kuona maneno mengi ambayo yanazungumziwa, mengine si mazuri kiukweli, kwa sababu yanapotosha kama jamii. Watu wanavyochukulia na jinsi ilivyo msiba ni kitu kikubwa sana. Unajua msiba sio kama harusi kwamba kila sehemu unakwenda tu unapiga makelele, vitu kama hivyo. Watu wanataharuki, watu wanawaza jinsi gani vya kufanya kuleta msiba nchini, kwenda kumuhifadhi mahali pema, alafu kunapotokea taharuki. Kwa sio jambo zuri kiukweli. Okay Babu, tukushukuru sana, na ambulance inapita hapa. Naona taratibu zingine za kimazishi zinaendelea hapa, ni mwili utatoka. Labda neno lako la mwisho tu kwa kuaga Tanzania. Mimi nasema naomba utulivu uwe wa kutosha, na tumshukuru Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, mama wa Tanzania. Tunasema kwamba kauli mbiu ya 2025 mama nenda kazini, kwa sababu kuna usalama mkubwa, na ndio maana